akili zingine za kisayansi, za mahesabu, hizo zipo, ndio maana kama pale, lakini akili ya kumjua yeye ilikuwa bado. Na ndio maana unakuta mtu ambaye hajapata akili hii ikaingia ndani yake, anaweza kufanya mambo ya ajabu ajabu katika jamii. Kweli sio kweli? Kweli sio kweli? Kwa hiyo kazi moja wapo ilikuwa kututilia akili katika akili zetu, ili tupate kumjua yeye aliye wa kweli, na tukisha mjua tumwabudu yeye, tumche yeye, tumtumikie yeye. Amen, amen. Ni sawa? Na kuna neno lingine ambalo linatupa kumjua huyo aliye nayo akili, huyo aliyepokea hiyo akili kutoka Kristo Yesu akawa nayo. Tutamjuaje? Tutamjuaje? Na hata unajua mtu mwenye akili anapongezwa. Hata mtoto darasani akiwa na akili nyingi anapongezwa na walimu wanampongeza, na hata katika jamii watu wanasema huyu ana akili, huyu baba ana akili, huyu mama usimwone hivi ana akili. Kanisani ili tuweze kujua kwamba huyu Mungu ana akili. Unaona, walikuwa na akili wale watu ambao Yesu aliwakuta, lakini hawakuwa na akili yenyewe ya kumjua yeye aliye wa kweli. Walikuwa na akili zingine zinazoongoza kuingia na kutoka na kufanya kazi zao, lakini akili ya kumjua yule wapasaye kumwabudu na kumtumikia hawakuwa nayo. Kwa hiyo ilibidi Yesu alipokuja akawatilia akili wapate kujua yeye wampasaye kumwabudu na kumtumikia yeye. Amen, amen. Amen, amen. Hao watu wao pia kanisani, lakini tutawajuaje hao watu ili tuweze kuwapongeza, tuweze kuwataja? Nimesema mtu mwenye akili anataja hata katika jamii. Watu wanamsema usimwona huyu baba ana akili, huyu mama ana akili. Usimwona huyu kijana anatembea ana akili. Amen, amen. Na huyo anapongezwa katika jamii. Anasemwa vizuri, mtu mwenye anasemwa vizuri. Amen, amen. Sana tutamjuaje? Tutamjuaje? Twende mwalimu. Mathayo sura ya 20. Mathayo sura ya 7 mstari wa 24 hadi 27. Tutamjuaje? Kuna kipimo, haleluya. Kuna kipimo ambacho twaweza kukitumia kwa wale wana kanisa, ambacho chaweza kutuongoza kwamba huyu ana akili na huyu hana akili. Maandiko yanasema, tuone kipimo hicho. Ndio Mathayo 7:28-27. Ndio, basi kila asikiaye hayo maneno yangu, basi kila asikiaye hayo maneno yangu na kuyafanya atafananishwa na mtu mwenye akili aliyejenga nyumba yake juu ya mwamba. Mvua ikanyesha, mafuriko yakaja, pepo zikavuma, zikaipiga ile nyumba isianguke, kwa maana misingi yake imewekwa juu ya mwamba. Ni misingi iliyojengwa na mtu mwenye akili. Na kila asante sana. Ngoja kidogo. Kanisani tutajuaje huyu ni baba mwenye akili? Huyu baba ana akili. Huyu mama ana akili. Usimwone hivi.
Huyu kijana simwone hivi, ana akili. Amen, amen. Maandiko yanatupa kipimo. Amen, amen. Yanatupa kipimo ambacho tunaweza tukakiachilia kwako na kipimo kikarudisha majibu. Huyu ana akili au ni mpumbavu. Tumesema nini? Na kila asikiaye hayo maneno ya na kuyafanya, mutegeze manshini. Amen. Naona kama mmechoka wote. Utoaji umewachosha. Hebu changamka. Maana nataka kuleta kipimo. Kaa vizuri. Nataka kuleta kipimo kwako. Una akili au? Amen. Kaeni vizuri wa mama. Yesu anasema, mtamjuaje huyo mtu aliyepo kanisani kwamba ana akili au hana akili? Kama hana akili, ana nani hii? Kuna jambo lingine linalomhusu, si ndio? Kuna jambo lingine linalomhusu. Anasema, na kila asikiaye hayo maneno yangu na kuyafanya. Hiyo ni jambo la kwanza. Kuna kusikia maneno kama hivi mnavyosikia. Kuna kusikia maneno na kuyaacha hapa. Kuna mtu tunaona tuko hapa tukifunga ibada, mwende na amani ya Bwana, amina. Akivuka huo mlango, nenda pale kwenye geti yetu, akitoka tu nje, msalimie, Bwana sifiwe, amina. Ulikuwa wapi kanisa? Niambie. Umehubiriwa nini? Acha. Tumehubiriwa wewe. Amehubiri leo mchungaji. Ndio amehubiri juu ya nini? Na acha. Tumebarikiwa wewe. Niambie nimesoma mstari gani? Mstari wenyewe nimeusahau. Tumebarikiwa. Sasa amefundisha juu ya nini? Acha. Tumejenga. Amesikia hayo maneno yangu, si ndio? Na kuyaacha, wala hayaweki moyoni wala kuyazingatia. Kwa hiyo Yesu anasema, mtakuwaje? Kila asikiaye hayo maneno yangu na kuyafanya. Hiyo ndio tofauti. Kuna tofauti ya kuyasikia maneno tu, lakini kuna tofauti ya nini? Na kufanya. Sasa kuliweka lile neno, kuliamini, kuliweka moyoni na kuliweka kwenye vitendo, ni vitu viwili tofauti. Na hapo ndipo kipimo tunapokiweka kwa mtu kinatuletea majibu. Amen. Amen. Mkono jirani yako mwambie, unamsikia mchungaji? Unaona? Moja kwa moja, hata kama sijaleta kipimo kwako, wewe mwenyewe utajipima na unaweza kupata majibu. Unaweza kama Mkristo, kazi yako ni kufika kanisani na kutoa sadaka na michango kama tulivyofanya, lakini kwa habari ya kuliweka neno na kulitenda, hiyo ndio issue. Hiyo ndio issue. Na wewe ujiangalie unapokuja kanisani, kile tunachohubiriwa, kile ambacho Bwana anasema na wewe, unafika nacho nyumbani, unaishi nacho, unakifanyia kazi, au ukisikia tu vimeisha. Na kuna mtu mwingine anajitahidi, anakuja na notebook, anakuja na kalamu, anachukua yote. Akifika nyumbani, anaweka chini ya meza au kabati. Itachukuliwa notebook Jumapili tena, ndio anakumbuka notebook, anakuja naye akiandika kifika nyumbani. Wewe ni msikilizaji tu. Sasa muda wetu umekwenda. Unaona? Yesu anasema, mtu anayesikia neno langu
na kulifanya. Ananishwa na mtu mwenye akili. Huyo ndiyo mwenye akili, anaisikia neno la Bwana na kulifanya. Huyo ni nini? Ni mwenye akili. Hata anapoingia katika utendaji kufanya mambo yake, anafanya mambo kama mwenye akili. Unaona, mwenye akili anataka kujenga nyumba yake, anaweka msingi, anaimarisha msingi, anaweka tofali. Mtu mwenye